Daniel Nginamita Magijarife, na langu ni kushukuru kwa nafasi kama hii ya kutoa maoni, na niseme ya kwamba kilimo ndio uti wa mgongo wa nchi yetu na inachangia 30% ya mapato ya kitaifa na 27% indirect. Lisha kuwa vijana wako 64% na hawana kazi. Lisha kuwa kuna bidhaa nyingi katika products za nazi ambao zinaweza kuongezwa value na zikabuni nafasi za kazi. Lakini kuna changamoto. Changamoto ya kwamba lack of land, vijana hawana mashamba. Pili, hawana fedha. Tatu, vijana wako na negative attitude kuhusu kilimo. 4, ni kukosa support. Alafu duko na mapendekezo. Vijana kama wanaweza husishwa during land allocation na adjudication, ndio mtu akiwa na eka yake moja, at least unaweza panda minazi yako kadhaa uka-add value na ikawa ni njia moja ya kubuni kazi. Jambo la pili, vijana wako na negative attitude kuhusu kilimo. Kwa nini? Kwa sababu wazazi wenyewe wako na negative attitude kuhusu kilimo. Hakuna mzazi anaambia mtoto wake, soma mwanangu, ukuwe mkulima kama mimi. Wanaambia watoto, soma ukuwe daktari, ukuwe engineer, ukuwe sijui doctor, na hizo nafasi hakuna. Lakini kama wangekuwa na positive attitude, waanze ku-add value kama vile vijana wameanza ku-add value. Nashukuru sana, kuna shirika limejitokeza na wametrain kila ward vijana 150. So kuna vijana kama 450 wamekuwa trained kama entrepreneurs. So na hiyo ni hatua bora. Kama serikali ingeunga mkono na pia wasaidiwe hizo product zao zipelekwe zifike kwa KEBS. Maana wako na product lakini hawezi uza kwa KEBS. So jambo lingine ni affirmative action. Kwa mfano, ukitaka mkopo, ukienda kwa FC wanakuambia lete title deed, lete logbook, na vijana hawana. Lakini kama kunaweza kuwa na affirmative action, wapewe non-collateral loan, wachukue machine, alafu hiyo ndio ikuwe collateral, anaweza add value na wakabuni nafasi za kazi. So katika recommendation tunaomba vijana wajitokeze, wawe na skills, watafute skills and information vile wanaweza ku-add value hizo farm produce. Maana eneo hili, kwa mfano, eneo hili linafaulu sana minazi na mikorosho, ila hali Kenya inaagiza coconut kutoka India, 57 consignment kutoka India, na hapa ni kuchomwa, zinachomwa. Sasa unaona tunachoma kazi na bado tunalalamika hakuna kazi. Vijana tuwe wabunifu. Tuko na recommendation na kwamba pale kwa Pride of Lamu ukija tunakutrain, tunakumentor. Maana unahitaji mentorship, huwezi kuwa peke yako. Tunatoa hiyo nafasi ya mentorship ya kwamba unaweza jifanyia nafasi za kazi. Nashukuru wakati Pride of Lamu tulifanya town cleanup, hizo plastic tulikatakata na hizo already ni nafasi. Tuko na maono, tukiwa supported naweza kuwa na machine ambayo inaweza kushred hizo machine hizo plastic, tukauda vitu vingine kama peg, jug na kadhalika. Na tumeona ubunifu pale Lamu, hata boti ilitengenezwa kutumia plastic. Tuko na bahari hapa inaleta plastic ikizirudisha. Vijana wakihusishwa na wakijitolea wafanye hizo mambo ya value addition, wa clean environment, inabidi ya kwamba tutafanya vizuri. Na hapo pia Pride of Lamu tuko na wa 7R model. Tuna reduce plastic, aluminium and bottles, isiende kwa landfill, isiende kwa ocean, na isiende kwa lake ama kwa river, maana inaharibu mazingira. Angalia wakati mwingine tunasafisha mji, hizo takataka zinapelekwa mkononi. Yaani kama unashiba shimo moja unaenda una create shida mahali pengine. Tunaomba vijana wajitokeze, watafute ujuzi. Kuna ICT iko pale na iko tu idle, na vijana hawataka kusoma mambo ya teknolojia. Katika hii dunia tunahitaji mambo matano. Tunahitaji politics, tunahitaji economy, tunahitaji ethics, culture and technology. Sasa hii ulimwengu wa teknolojia, ukichukua simu yako unaweza tengeza nafasi za kazi na ukapata NFT na non-fungible token kwa kupanda tu miti na ukaclaim carbon credit. Na hizo county government kama inaweza shirikiana na vijana, watupe nafasi tuzungumze. Sio wanapanga kule kisha wanakuja kutuletea public participation, kitu ambao walipitisha. So ni vizuri wahusishwe, ndio vijana waweke miradi ambao itawafaa, si kuwekewa miradi ambao inatoka ofisini.
Kwa hayo mimi ninawaombea heri, na vijana tuwe na amani, especially kipindi hiki, na tuchukue kula. Silaha yako ni kula, ili ukitaka kuweka kiongozi. Na pia tunasema vijana viongozi wa kesho. Kesho utafika lini? Kesho ni leo, kesho ianze leo, na waanze kuongoza kwa kuhifadhi mazingira. Kwa sababu ya degradation of environment, tuko na program ya upgrading the environment. Karibu Bwana Shema.